Samda mdogo wangu, lile zoezi limefikia wapi? Dada, ujue kazi ya kumfuatilia mtu si kazi ndogo. Tena kubwa haswa, maana nikipita huku anapita huku, nikipita huku anapita huku. Kwa hiyo nipe muda dada yangu. Kaa ukijua kwamba mimi wewe ndo nakutegemea. Na ile jambo sijamwona mtu wote wa kunisaidia zaidi yako. Kwa ufanya juu chini. Juu ya chochoro zote anazopita huyu bwana. Naomba unipe mrejesho, mimi nakutegemea. Kuhusu hilo dadangu, ondoa shaka. Jambo lipo mikononi mwangu, mbona limeisha? Yaani hapa bado siku chache tu kula kutojua, usijali. Sawa. Ila shemeji yako katoka. Kaenda kule kwa mzee Juma. Sasa uwe nenda kajiandae. Mfuatilie chocho zote anazopita. Mimi nakutegemea wewe. Usicheleweshe mama. Ngoja ning'ae. Sawa. Halo. Roda kipenzi. Nivumilie ndani ya dakika 5 nitakuwa nishafika. Hapana. Dakika 5 tu nitakuwa nishafika kweli. Dakika 5 tu. Mume wangu, ulikuwa unazungumza na nani? Mbona umejificha huko chochoroni? Hapana, nilikuwa naongea na Ngosha. Unajua Ngosha akishapata site tu lazima nipigie simu. Sawa, lakini si ulisema leo kwamba wewe hautotoka? Ni kweli nilisema sitotoka. Lakini sasa kama unavyomjua shemeji yako Ngosha, akipata tu site lazima nipigie simu, na wewe mwenyewe unajua siwezi kuishi bila ile kazi. Kwa lazima na mimi nichangamkie kidogo kwa sababu ninapopata riziki huku mke wangu. Sawa, mimi nipe hela mboga. Kwani sijakuachia? Hela haitoshi. Wewe na wewe unapenda hela wewe. Sasa nakwambia kitu. Ukiwa unajua kuomba, basi na mimi nikipata riziki kama hivi, wewe unaniruhusu. Mume wangu soko dharura kama hizi zisizoeleweka. Yaani leo mwanzo na mwisho. Ila nitawahi kurudi kwa sababu yako. Upige vitu unavyopenda penda. Vipi? Safi, za huko. Uko mbaya au mzuri? Umefanikiwa kugundua chochote? Shemeji nimemuona. Ila nimemuona katika pagala, tena amechanganyikiwa kama mtu alipoteza kitu anatafuta. Umemkuta na Ngosha au yuko peke yake? Ngosha yuko mwenyewe. Sawa, mimi hapa leo aliniaga kwamba aenda kukutana na Ngosha. Labda ataka hilo pagala ulomkuta hilo. Ndilo hilo alomuitia Ngosha. Sidhani, lakini ameniona ila hajanijua. Sawa. Kama amekuona huko na hapo umesimama hivi tunavyoongea jinsi na ya mavazi yako, mimi naomba ingia ndani haraka sana kabadilishe. Asije akatufuma mambo akaja kuharibika. Sasa mume wangu, toka ufike hapa umejiinamia tu. Sijui tatizo ni nini. Wakati uliondoka hapa una furaha, umerudi na huzuni. Shida nini? Shida ni Ngosha. Tumekubaliana vizuri tukutane site. Shida sasa nimefika site, nimezunguka, nimekagua site nzima, yeye hayupo. Na kila ninapompigia simu zangu hapokei. Sasa sijui ana maana gani. Kwa nini safanya hivyo wakati simu amepiga mwenyewe kukuita huko? Yaani unajua kuna wakati sijui nifikirie nini au sijui nimwazie nini kwa sababu hapokei kabisa simu zangu, nashindwa kuelewa. Na kikubwa yeye ndo kanipigia simu natoka hapa. Ila wewe mwenyewe unaelewa akili ya shemeji yako. Sasa sijui labda alikuwa ananizingua au inakuwaje. Lakini tuache hayo. Vipi ushapika? Malage ndipo jikoni. Chakula muda si mrefu mwangu kitaiva na utakula. Leo tena malage.
Mume wangu nawe, unataka mboga gani? Uyachoki tu. Mimi nikajua baba unaniambia nikuongeze hela. Unapika misantojo labda nyama, vitu vingine vyote vizuri vizuri. Mume wangu una uchu. Juzi tumekula nyama, kishindo cha jana. Leo tena nyama, tule maharage mume wangu tuongeze damu mwilini. Na wewe maharage kila sana, macho yanakuwa yaona. Sawa. Niletee mimi mkeka ni nipumzishe kidogo mwili hapa. Mume wangu umeanza. Yaani hapo tulipokuwa tunaongea na hali ushaharibu. Yaani ukirudi unataka mkeka kulala. Ukilala ukikurupuka una nyendo zako nyingine. Hata ule muda ukanaambia kupiga story mume wangu utendi yake kwa kweli. Najua, ndio maana nimekwambia chukua mkeka, tunatandika, tunazungumza. Unajua hapa nilipokaa umekaa chini, mimi nimekaa juu. Sasa inabidi na mimi nikae chini. Nikae kimahaba tuzungumze. Sawa, mimi najua ngekuletea tena mkeka hapo mume wangu. Hapa tena ukilala ndio umelala, hakuna story. Kwa sababu mimi nilikwambia nitarudi mapema kwa sababu yako. Roda, hivi ni kweli umekufa? Ni kweli, lakini tumeshindwa kutimiza ahadi yetu. Unamaanisha kuzimu? Roda, nisikilize kwa makini. Mimi siwezi kuja huko ulipo. Kwa maana kwa sasa sifikirii kufa na siwazi kufa. Sasa mimi nakujaje? Mimi nakujaje wakati wewe upo kuzimu, mimi nipo duniani? Au tunakutana wapi? Nisikilize Roda. Nipe dakika 5. Nitakuwa nishafika hapo. Mke wangu, natoka kidogo. Ila sielewe kurudi. Narudi sasa hivi. Sawa? Mama sasa hizi. Nzuri. Shikamoo. Mabaza huko? Huko kwema tu. Nilikuwa namuulizia Roda, nimemkuta. Roda hata yupo. Ametoka sasa hivi au muda kidogo mamangu? Ametoka hata sio muda sana, lakini ameelekea zake huko. Unaweza kumpigia simu labda tujue alipo? Nipigie simu? Na kati hapa ndo nyumbani kwake, nipigie simu tena? Labda umuulize anarudi saa ngapi. Wewe chizi nini? Hapana. Mimi mzima, ila nilikuwa nataka nijue tu, maana mimi rafiki yake mwema. Wewe ni marafiki na mtoto wako ngumie Roda? Hapana. Hivyo umekosa kazi ya kufanya? Na kwamba toka, nenda kakojoe mbele huko. Unanielewa? Sawa mama, lakini samahani. Mimi naomba tu niende. Toka. Wewe mwanangu miayusho sana, sikufichwa nini mwanangu. Wewe jao, kwa sababu unajua kama pale shemeji yako kimazingira afu unamsalandia huyo mwanangu, inakuwaje sasa? Huo sio uuni. Huo si lamavi. Wewe unaongea nini wewe? Mbona mwanangu unapenda sana kufuatilia maisha ya watu kama hivyo? Mimi wewe mwako nimetembea naye saa ngapi? Mbona nikanyagia Wewe sikia nikwambie kitu kimoja. Mada za msingi leteni, lakini mada za kipumbavu acheni, unajua. Hizo sio itikadi. Unajua nini mwanangu? Hizo sio pigo. Kuna vitu vingine vya kugombania, lakini sio madeni. Pigania pesa, pigania nini, lakini sio kwamba tukie kama skani tunawaza tu kuchukuliana mademu nini. Hizo pigo za kiwaki.
So sema mavi mkubwa yule demu wa kwangu afu anazingua. Sasa hapa tupo kwa ajili ya kubishania mademo au sasa hapa tunapanga mambo ya msingi, tunapojezi na sagodi huku. Hayo mambo yao kufuatiliana sasa. Mimi nishasema mimi sitembei na demu wa mtu au sio? Wewe vipi? Mbona umeganda tu hapo kazi ndiko tu? Wewe umeshikilia midevu tu mwanetu, uongei. Wewe vipi mwanangu, mbona toka umekuja hata salamu hamna hata tano nini? Hebu mtembezeni kwanza. Kwa mtembezeni pia kwa kuimeisha mtembezeni kwa mkubwa. Hizo pigo wachane na. Sawa, kama unajua mzigo ni wa mtu, acha mtu. Sio maingilia anga za watu. Hatuna uhusiano. Sio nielewa. Kanyaga mkubwa mwambie. Sisi mtakuja kunyanyole na kisu mtoto afu ile kijiweni mimi naona mbaya sana hapa na Wasieni kwamba ni kitu kimoja. Acheni kufuatilia maisha ya watu au sio? Kichikadi hizo sio. Pigeni ganja. Ona mbele. Unajua siku leo kwangu mbaya sana. Wewe leo unamjua. Unamjua. Anipigia simu. Nimechomoka nyumbani na kumuona afika kule mjombani napokutanaga. Nakuta maiti wangu. Acha ajabu kinachonomeza kichwa zaidi. Ile maiti ndio inanisumbua. Yaani muda wote ananigongea simu. Hivyo kweli akili zinachaji kweli. Uliwahi kuona wapi maiti inapiga simu? Mwanangu tumeingia mpaka mjombani. Tunachoongea uongo. Wasikizeni nikwambie ni kitu sawa. Nyinyi msilijua sana usiku wa giza. Eti kama mkikopa mnajua mchizi anapitia mambo magumu hapa msiko mnaongea hivyo. Sawa? Huyu mwanetu anapitia mambo magumu kishenzi yani. Sawa? Anapitia magumu gani babu na wewe mbona hivyo unamtetea wote cha uozo? Unajui nini sasa? Wewe anapitia magumu gani? Hiyo inaingia akilini. Sikiliza. Unajua huyu mwamba anatuletea habari za kwenye magazeti. Sio nitolea. Yaani ametoka huko amekosa story, ameamua kuzichukua zile stories za kwenye magazeti tunatotea wapi? Maskani. Kwa mwanangu mpaka unaamini ninachoongea. Maiti mwanangu hapo umeyakanyaga. Nisikize nikwambie. Uwezo ukatueleza utumbo tukakuelewa. Maiti inapigaje simu? Alafu na wewe mbona unasharadia vitu ambavyo huvijui wewe? Sio unashabikia wala usikieni kwamba ni kitu kimoja. Yaani sisi kama washikaji au sio? Ningependa wanangu tumsaidie. Alafu kitu kimoja na wewe bwana niambie kitu kimoja wanangu. Sawa? Mimi ile maiti mpaka sasa hivi bado inanisumbua. Wewe kama mimi simu yangu kwa hewani sasa ningekuonyesha. Sasa nimezima chaji tu. Unazingua mwanangu. Serious kabisa unazingua. Kwa mimi nazingua. Unazingua. Mimi nazingua. Sasa unatuletea habari gani hizi wewe unaturusha stimu? Unajua hizi stimu tunalipia eh? Yaani wewe unakuja unaeleza mbele ya wanaume kwamba nini nimeenda mjumbani maiti napiga simu. Maiti napiga simu. Ngosha mimi sio mwanaume. Wewe unatuletea habari za yaani nakuja maskani, niko timamu kabisa nakuja maskani na wadisia kwa sababu nyinyi wanangu. Sina watu wengine ambao wanaweza kanipa ushauri mzuri. Kwa hiyo mimi nakuja nawafuata na washauri na wanangu sikia naomba kitu kimoja. Katika siku ambazo nyinyi mmenichosha na nyinyi mmenichosha. Kwanza na mimi chizi au sio? Ulichokisema lazima tuone chizi bwana. Wewe mimi maiti imenipigia simu. Wacha kupiga simu wewe. Mimi inanisumbua. Wewe choko nini mwana tumaiti mpiaje simu? Ah, kwa michoko au sio? Unazingua bwana wewe. Sio hivyo. Kwa michoko au sio? Mimi nataka kusema kitu. Lakini nyinyi basi. Zingua mkubwa bwana. Wewe Temba. Tuletea habari za kiwaki. Nini na wewe mbona unataka kiwaki? Kwenda huko wewe. Kwenda huko wewe unaona wapi maiti inapiga simu? Wewe gani? Mimi mnatuleteaje habari za kiwaki? Nikijua kwa nini siku hizo mnaona watu ambao eleki hapa. Hivi nyinyi mnafikiri labda mkitumia bangi mkitumia mnaona kwamba ndio njia ya uuni, si ndio? Hivi vitu wanatumia wanawaza mambo ya maana. Kwanza huyu bangi haziwezi. Mtu mwenyewe ana matege amekaa hivi. Unaona? Mtu una matege utaweza wapi kupata balance ya kuhimili mzigo? Kuna vitu havi. Balance mtu hana. Sikilizeni vitu uwe mwanaume. Alafu sikilizeni. Kijio chetu hichi. Watu wa design hii bora wasikanyage. Na kama wanaendelea mimi nitakikataa hiki kijio. Sio kujikataa. Yaani hapa cha msingi ni kuzungumza ule dogo kwa vipi tumkatae, sio kujikataa sisi. Ndio maana nawaambiaje, tukiendelea kuwa na watu wa namna hii hapa kijiweni. Kwenye hiki kijio mimi nakikataa. Afu ngosha kumbuka kijio tumekianzisha sisi mwanangu ujue hiki. Afu anakuja leo. Afu istoshe. Mnanipotezea muda. Mimi nataka nikatoe ile maiti kule yule mdada. Nipeleke kwao. Nasikia. Ushawahi kuona chizi anajitambua kwamba mimi ni chizi? Watu ndio wanakuona kwamba kweli wewe sasa hivi hauko sawa kama tunavyokuona wewe. Wewe sasa hivi ni chizi. Mke wangu, naomba unielewe. Mimi mzima kabisa.
Chizi hawezi kujua kama wewe mkewe. Nachokwambia namaanisha. Naomba mnifungulie nikaitoe ile maiti ile nipeleke kwao. La sivyo atanifuata mimi, ataniua. Mimi sasa kufa sasa hivi. Mume wangu, mbona unakuwa hivyo? Anayekufuata wewe nani? Na ndio maana nikamtuma shemeji yangu Ngosha aje akufuate, kwa sababu nishajua kabisa hilo tatizo linakusibu. Hakuna kukusaidia zaidi ya shemeji yangu Ngosha. Sikiliza ndugu yangu, hapa ndi kwako na sisi tumekuleta eneo salama. Laiti kama tungekuwa sisi hatutaki masijui manini yako, tungekuacha tu huko. Wachevu, mimi niko timamu na akili yangu inasoma. Lakini sasa hizi dakika ambazo mnanipotezea hapa nisiwafiche. Kama mnataka mimi nife, sawa. Lakini eleweni kitu kimoja, yule kaniambia kabisa kama sijaenda kupeleka maiti yake nyumbani, basi nitangaze msiba wake. Shemeji, unaona tatizo hilo? Huyu nguvu alizonazo, unaona tulivyohangaika kumfunga mpaka hapa tumemweka. Huyu ana jini ndani yake. Ngosha, mimi nishakutana na watu design hii kama watatu. Sawa? Na mara nyingi sana waga ni malaria. Unajua malaria haya yakipanda kichwani, mtu ndo anakuwa hivi. Sio jini hili, haya ni malaria. Chevu, kama unaona utupa hela katupe. Lakini mimi siumwi, na hata ukienda hospitali utaambia mimi siumwi. Mzima kabisa. Mume wangu, huyo toka ile alivyokutokea mume nichanganya sana. Alafu unajiona bado uko mzima. Hivi marafiki zako wote wangekuja hapa? Mimi nimempigia Ngosha kwa hali yako ulokuwa nayo mume wangu. Mbona nyuma haukuwa hivyo? Sikiliza shemeji. Hapa cha kufanya ni kitu hiki kimoja. Kuna shehe mmoja anaitwa Kimeza. Itabidi nikamfuate yule shehe aje hapa, ampige kitabu huyu bwana mpaka afunguke. Kwa sababu huyu ni jini. Mimi bwana naungana na bwana Ngondo. Huyu tumlete shehe ampige dua huyu. Yaani shida. Huyu ana jini. Shehe akija na vile vitu vyetu, unahisi vitaendana? Huyu tunaongea mambo ya maana. Huyu hapo. Nawaambieni muda huu, wewe kama hilo jambo la uhakika bora tufanye hivyo. Bora tufanye hivyo. Sasa wewe shemeji, kaa na huyu mtu wako. Unapata wewe kwanza. Mfuata. Mimi siwezi kubaki na Ngosha. Mimi akinikaba akiniua, mimi siwezi kubaki na wewe. Hata nifuata hapa nipeleke kuzimu kwa nani akanioe. Wewe mke wangu. Mke wangu. Bora ulipokuja ndugu yangu. Hebu nifungulie kwanza mwana. Maana wazee washanifungia hapa. Wanaona mimi chizi. Kanifuata hapa kanifuata. Sijachukua maiti yake. Nataka nikamalizia kuchukua maiti yake nipeleke kwao. Unajua bwana Temba, mpaka sasa hivi mwenyewe sikuelewi. Japokuwa mimi ni rafiki yako sawa. Mimi nakuamini wewe. Lakini bado unanichanganya. Nisikilize ndugu yangu. Mpaka sasa hivi katika zile 5 zile 3 zishaondoka. Zimebaki hizo 2 tu ndio zimebakia. Sasa na hizo 2 ninapozidi kwenda kuongea hapa mimi na wewe ataniua. Acha maneno, fanya kazi. Changamka sasa kaka. Bada. Wewe Temba. Mama sasa. Nzuri tu za huko. Kweli. Mama, kwenye pita zangu kama unavyojua mimi kijana wako mwema, mtakatifu, mtu wa Mungu. Nilipita pale mjumbani pale. Nikamkuta binti yako ameanguka. Lakini kila nikimshika hapumui na mapigo yake ya moyo haendi mbio kabisa. Kwa mimi kwa sababu napajua hapa nyumbani, nikaona nimbebe nimlete, ndio huyu hapa nimemleta. Hivi wewe kijana, umetoka kote utokako, nyumba ngapi ulizikuta?
Unakuja kuniigizia mimi hapa. Umevuta mibange? Kwa hiyo ndio inakuzuzua sasa najua hili, si ndio? Nakuuliza wewe, yuko wapi hapa? Hapa yuko wapi? Mimi mbona simuoni? Si huyu mama kalala kabisa huyu. Mbona mimi simuoni hapa, yuko wapi? Usimkeka huyu. Wewe kijana. Kwa hiyo ina maana hizo banki zako ndio zinakuzuzua. Najua hili. Wewe kijana mshenzi sana. Nakuuliza wewe. Mamangu, samahani kwanza. Mimi ni kijana mwema tu. Au wema wangu unaniponza? Mimi unavyoona ni mzima kabisa. Wala sio chizi. Nimeruka nyumba kibao huko. Mpaka nafika hapa kwako mimi najielewa na najitambua, sio chizi. Lakini labda kwa sababu wema wangu tu nimemkuta Roda kaanguka. Kwani unavyoona? Si ndio alivyovaa leo hivi hicho kitopu chake cheupe hicho, cha mistari hiyo, meupe na meusi hiyo. Sichi hapa kabisa hicho. Kwa hiyo ushavuta banki zako ngoja kuniletea mimi hapa. Si ndio Roda? Roda. Mama. Mama si huyu kalala hapa Roda. Roda nini tena kati ni huyu kalala? Huyu kijana unamfahamu? Namfahamu. Vipi kwani? Unamfahamu kivipi? Si kijana hapo anakaa mtaa hapa. Vipi kwani mama? Amekuja hapa mchana. Kaja akakuulizia. Saizi anakuja tena. Anasema eti nimeleta maiti yako. Maiti yangu? Ndio. Bwana. Wewe nao umekaa kabisa hapo unamsikiliza ameleta maiti yangu. Ndio maana nikamtimua. Hata kama mama. Hiyo mchana kama mimi alipokuja hapa nilikuwa sipo. Alikuwa haupo hapa, ulitoka. Basi bora ningekuwepo ningezungumza naye mimi mwenyewe. Maana inawezekana mtu kaja hapa anazungumza kuhusu kufa kwa wakati mimi nipo ndani nafanya shughuli zangu kama kawaida. Baba akachanganyikiwa na mibange yake utajuaje? Ni kweli. Basi mimi nipo zangu ndani. Haya. Huyu atakuwa ameenda wapi sasa? Kwa sababu sisi tumeacha tumemfunga hapa. Tena ndindi amefungwa. Nguo hizi hapa amefungwa. Tumemfunga lakini hayupo. Huyu atakuwa na majini kweli huyu kama. Mimi niliwaambia huyu ana jini ndani yake ndio maana amefungua kamba. Shemeji, ndani hayupo mume wangu. Hayupo. Sasa shemeji atakuwa ameenda wapi? Ndio maana shemeji wa kuniuliza kati hapa tumetoka wote. Sikiliza, mimi nilikwambia huyu hapa tumchukue tumpeleke hospitali kwa sababu huyu ana malaria. Wewe ubishi wako wewe. Hakuna jini linatibiwa hospitali. Huyu ana jini ndani yake. Ndio maana ameweza kufungua kamba. Ana mambo. Jamani. Hapa tumekuja kuombana kuja kueleweshana. Sawa. Tupunguzeni jazba. Tusiwe na hasira. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'asabirina. Hakika kila mwenye kusubiri yupo pamoja na yeye. Kwa hiyo mimi ninachokiona haina haja marumbano. Cha msingi tuendelee kuvuta subira na kumtafuta. Tutakapompata muda wote mimi nitafanya kazi yangu. Ni kitu kidogo sana kinachomsumbua. Na mimi nishakiona. Hivi jina lake ni nani? Jina lake anaitwa Temba Muhammad Mabata. Temba Muhammad Mabata. Basi imeisha hiyo. Tuendelee kumtafuta muda wote tutakapompata. Mimi nitakuja kufanya kazi yangu nikiwa kama ustazi. Shehe. Ila kuna kitu kimoja ambacho nataka nikiongee. Unajua natoka nyumbani, najua nakuja kufanya kazi. Lakini kazi yenyewe kama bwawani kaingia ruba. Sasa kama kuna chochote kitu mnaweza mkanipatia. Mwanetu usikiliza. Umeelewa? Sisi tunapambana kwa ajili ya mwanetu. Sawa? Yaani tunazunguka tunafanya nini tumeacha makazi yetu kwa sababu ya mwanetu. Kama vipi wewe sikilizia mida sisi mwanetu tukimkamata, wewe uje ufanye ya kwako, mwanetu apone, wewe tutakujali, tutakuzingatia. Basi sawa, mimi sina jipya. Chochote kitakachoendelea tutafahamishana. Wacha mimi niwaache. Na chingine mimi labda nikuombe sheikh wangu mahali kwamba yani kama tutakuwa tumekusumbua utuie sana kazi kwa sababu sisi huyu mtu tulimfunga hapa. Nashangaa yupo kwa namba. Hapana, wala mjanisumbua. Mimi wacha niwahi. Chochote kitakachotokea mkimuona mtanifahamisha. Sawa ndugu. Sawa shehe. Sawa shehe.
Sasa ana shida gani? Twendeni basi. Shida ni wewe, unajua wewe kwanza kimo chako twendeni tukamtafute. Shemeji, nisikilize kwanza. Hao watu wa vimo hivi waka wana hasira za karibu kwa sababu kibofu na moyo kiko karibu. Ndio maana huyu anafungua. Mimi mnanichanganya. Mimi nikisema watu wanatoka kama yako. Tukamtafute kwanza huyu. Wewe mtu unakuwa na kimo cha hivi. Unapenda mimi mtamtafutia mabonde huyo anamtafutia hapa hivi. Labda mdogo wangu, za huko utokako. Dada, ya huko makubwa. Nimemkuta shemeji, lakini nahisi shemeji amevurugwa au ana matatizo tena makubwa. Mbona nichanganya? Nilichokuagiza kingine unachoja kunijibu mimi kingine. Mbona siku mimi kutuma nenda kamchunguze shemeji yako. Nyendo zake zote. Dada, nimemchunguza mume, maana nimemkuta amebeba yani mfano wa mtoto, ila yule sio mtoto, mtu mzima. Hiyo tembe yake ndo balaa. Yaani mumeo kashavurugwa. Au kama hajavurugwa basi ana tatizo tena kubwa. Nisikilize Zamda. Yule hajavurugwa wala hajachanganyikiwa. Mume wangu katoka hapa asubuhi mzima na akili zake timam, kaondoka kwa ngosha. Uje kuniambia mimi kachanganyikiwa vipi? Niana kuomba nichunguzie. Lakini mara mwisho nilikwambia shemeji anaonekana kavurugwa, kuna kitu anapoteza na kitafuta. Kwa hiyo na hii hali niliyoiona sasa hivi, mimi nahisi mumeo hayuko sawa. Zamda, nisikilize kwa makini. Sawa Kama unanijali mimi dada yako, naomba unisikilize na ufanye hiki ninachokihitaji. Naomba mfuatilie shemeji yako. Sawa? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Ila kwa kuwa mumeo anarudi, utakuja kumuona na utaamini ninachokwambia. Nisikilize. Kuwa makini na hili jambo. Usifeli. Sawa? Basi sawa, mwandani umeandaa kitu. Mwandani nimepika ugali na maharage. Wewe tena maharage. Basi tu ataje nikanyoda gari. Nenda kwanza kachukue ugali, uje nao hapa nje. Sawa. Unajua wanangu, kiukweli sasa hivi Temba hayuko sawa. Ndio. Yaani ukimsikiliza mkewe afu ukamwangalia yeye na ukamsikiliza, utagundua kwamba sasa hivi jamaa anapitia changamoto sana. Naona. Sisi nikwambia kitu kimoja bwana Ngosha. Unajua sisi wote masela. Au sio? Na kiasi tunakaa maskani. Haiwezekani leo mko mnamzungumzia mtu ambaye hayupo kwa vile sijui eti mnamwambia eti yeye kapagawa siku hizi ashakuwa chizi sijui taila. Usela sio hivyo. Au sio? Bwana Temba mimi kila siku namuona mzima kabisa wa afya, unaniambiaje tena kashakuwa chizi? Sikiliza nikwambie mwanangu. Labda wewe hujakutana naye katika hiki kipindi ambaye hii hali inamkuta. Lakini sasa hivi jamaa yuko sawa. Yaani anatembea kama chizi, mara anavyoviongea vieleweki. Unaona? Afu msikilize mkeo akwambie kwamba nini changamoto anapitia. Hiki kitu kiko serious kweli ujue. Kwa nini usichokielewa ni kipi ndugu yangu? Kwa sababu wewe Bongosha anakuelekeza kwa sababu ndugu yako katika hali aliyokuwa nayo kwa sasa hivi sio mzuri. Sisi ni watu wa muda kwenye huu mtaa, tunafahamu mazingira. Ndugu yako yupo katika hali nzuri. Baada wewe ndio kuwa mstari wa mbele kumpambania ndugu yako, tunampambania sisi watu ambao hata hatuna ukaribu naye. Hivi wewe unajisikia hata aibu ndugu yangu? Unasikia? Hii issue iko serious kweli. Tutakuja kumkosa mwanetu hapa sasa. Atakuja aparamie watu, apigwe mapanga au agongwe hata gari. Kwa sababu sasa hivi kama kachanganyikiwa fani, yule amedata, sijui tatizo ni nini. Sasa unafikiri tusipomsaidia sisi, je, tuwe na urafiki wa kiuni? Wewe yule si mwanao kabisa wewe. Sasa anapokuwa na tatizo, alafu ni mwanetu, tusimsaidie. Sasa tunakuwa na urafiki wa kiuni sasa huo. Sisi sio wauni. Labda niambie kitu kimoja ambacho msichokijua. Sawa? Mimi katika mawazo yenu sipo. Kwa sababu mwezi mkaniambia kitu ambacho mimi nakiona ambacho sicho. Bwana, mimi naomba kwanza niende tu. Unaweza niende lakini chukua tulokuambia hapa. Msikia wangu sikia. Ndio ndugu yangu. Hiki kitu mimi ninachokiongea niko serious kweli. Sababu mimi nimeonana naye. Sasa sikia. Huyu achana naye. Kwa sababu na yeye kama sometime yes sometime no. Unajua kama mkubwa nikwambia kitu kimoja. Unajua ukija kuangalia kimazingira katika hiki kijiwe tumekianzisha. Mimi na wewe ujue
kitambo, tangu long time. Unajua leo inaniuma kwa sababu hawa vijana wamekuja hapa wametukuta ujue. Sisi leo tunakaa mimi tunamuelekeza huyu bwana kuhusu maswala ndugu yake afa atuetea dharau. Unaona? Yule jamaa katika ile alikuwa nao sio hakuwa yani mwanzo hakuwa vile. Milo inaniuma japo nashangaa mtu wake wa karibu lakini hata ajisikia hata uchungu ndugu yangu. Hapa tumpitie Chef. Tumtafute bwana Temba. Sisi kama ni kumpiga kamba tumpige kamba. Tuhakikishe kwamba hapa usalama wake uko vizuri. Alafu tumtafutie suluhu. Tunatakiwa tumfunge barabara kwa sababu tumfunge ndindi. Unajua tumfunge? Tuna twende tu. Ngoja. Nikibiti tukiacha au tunaibeba. Hicho achana nacho. Waweza kaja wengine hapa labda. Hiki tutakuta hapa. Twende ndio.